Lakini sio poa. Ujue mimi mwenyewe mwanadamu. Kesho yangu misijui, kesho yangu. Sina shida na mkono wangu. Salama tu inatosha. Una mavi? Kwani wewe matangazo yote mabango yote uyaoni kama sasa hivi corona? Au hujui unajizima data? Sikia nikwambie kitu dada yangu. Napokusimamisha labda kama ungekuwa utaki ungeniambia tu mimi sitaki na ungeondoka. Ila mpaka umeamua kusimama ina maana uko tayari kuongea na mimi. Afsalamu sio kitu cha ajabu sana. Na kingine haina maana kwamba mimi labda kukusimamisha wewe kama kulikuwa hamna watu wengine wa kuwasimamisha, kuwaona. Sasa ukiwa mkali kuna vitu vingi sana unaweza ukavikosa. Usijishaue sana kiasi kwamba wewe ni mzuri kuipita dunia. Au una uzuri wowote hapo ulipo kusema labda wewe unaweza ukasema kwamba wewe, yani mtu amekaa hapa kukusimamisha kwenye, kwanza nimekuonea huruma. Kwa vitu ambavyo mimi huwa nasimamisha na vitu ambavyo wewe mwenyewe unajua. Yaani wewe mwenyewe kama unanifahamu vizuri na maana unajua. Unaona kusema ndio mwanao mpaka muda unaenda mpaka sasa hivi hajatoka ndani. Nakuaje namna hii? Wewe utasubira mwanangu. Wewe mwanaume kaza. Unajua. Siku ndio tutokea kama hivi, tutataka naye tusubirie kama hivi, umesikia? Usije ukajiona yani uko klaski sana. Kuwa mpole, kuwa mtaratibu, sikiliza watu, ujue watu wanaenda vipi na hii njia. Alafu kukusimamisha sawa sawa tu. Unajua simba anaweza akapita akaona hata majani akatafuna, sio kwamba anashindwa kuinda. Labda ilikuwa ni riziki tu ya kutafuna ile majani. Kwa hiyo iko hivi, sikia, naitwa Mlanda. Ukiwa na haja na mimi utanitafuta kwa sababu najua one day yes. Hebu stop kwanza kadi mbili. Kwa hiyo wewe umenisimamisha hapa kunichamba. Nisikize nikwambie mwanalana ni ulekosekana kwenye jalala kuja kutumbukia chooni, na nielewa. Shepu yangu hii mwenzako nagalamikiwa upo. Wewe kama umekosa pointi ya kuongea baba tembeza makalio sepa. Yaani usijizime data. Kama ushazoea kuachamba watu wengine hao vilabu unapokunywaga pombe, umesikia Sio mimi. Nenda kwenye pointi. Ila usijione klaski sana. Una uzuri wowote labda kuweza kuwapita labda kina wale watu ambao mimi natembea nao. Na hauna sifa zozote zile kubwa. Pengine labda nilikuita hapa, kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Najua wewe unapotoka huku kidogo ni sio mwenyeji sana. Kwa kina Rose ni wapi? Kwa hiyo Vunga msubiria kimaliza kazi yake, tukadikataa muda nini, kazi yenyewe inafanya kazi gani juu. Kasoenda kuchili tu mazingira fulani mpaka. Kwa mwanangu mimi nimlinde mtu la anapata yeye, mimi nimlinde mimi. Wasemaje? Kwa ajili yao mwanao wewe kama mimi nafanya, mimi naondoka, mtajua na yenyewe. Afda zake yenyewe unamjua yule akifumo kwa tajwa mwenyewe. Mimi naondoka. Kuna mtu anapenda kumpinga mwanangu wewe. Nikataa. Hodi hapa. Hodi. Huko wanaongea ndani, mimi nimekaa hapa kimya.
Habari zenu? Vipi bwana mdogo? Safi toka. Karibu. Mimi nahisi kama nimehangaika bure kuja hapa. Kwani wewe ulikuja kuniambia nini? Labda nikukumbushe kitu kimoja kaka. Unajua hata jini likitaka kukuua ni lazima kwanza likulembe hapo, likudanganye, ukishafika chumbani tu linakukaba. Lakini kile kitu nilichokuambia mimi sipendi. Niko sahihi. Bwana mdogo. Unajua mimi nina mambo mengi, nina kazi nyingi. Wewe unanijua vizuri. Muda huu ambao wewe umenisumbua mimi kutoka kule kuja hapa, umo njiani ningekuwa nishaokota njiwa wangu hata wawili. Shughuli zangu ni na jambo langu. Jambo gani tena udugu? Sio shughuli yangu. Kile nataka mambo yamepambe. Kama ninavyojua ndugu zangu. Baba yote. Udugu wako Tabita umemwambia? Maana ule ndio udugu wako. Na mmenikumbusha. Hata sijamwambia na Tabita sasa hivi ana mambo magumu. Wakati mgumu gani tena? Si mapenzi ndio yanamsumbua. Mapenzi? Ninashangaa. Hamuyajui au? Si tukajua wakati mgumu anaumwa, amefiwa, kumbe mapenzi kitu cha kujitakia, kumbe shoga yetu king'anga naye. Chi baba shoga yangu, mlanda huyo ndo ana mzozo wake. Hataye. Huyu kaja nyumbani kaniambia wewe na yeye hamna maelewano, unadai talaka hapo ulipo, ugomvi kila siku, amuelewani au upiki, kumbe unatupa chini. Maneno kaniambia huyo bwana. Ningemuomba Mungu wangu anijalie usiondoke mwenzangu. Kesho yangu nisijui kesho. Sikiza nikwambie. Kuwepo hapa sio shida. Kwa sababu alikuoa kwa ndoa, huwezi kujitoa mwenyewe. Unaweza ukavidai hivyo vitu, ila kwa sababu hajakupa ndio maana kinashindwa kutoka hapa kwenda kule. Bwana mdogo, sikia nikwambie. Wewe ndio maana inafika kipindi hata kula yako inakuwa ya shida. Kwa sababu kwenye maisha yako ni ubabaifu mtupu. Haya, nilikuambia angalia nywele zile kama zinataka kunyonyoka. Macho yamemlegea kama anataka kudondoka. Njaa hizi. Mbona mzakula? Gabao. Sikia nikwambie. Sina muda wa kupoteza hapa. Mimi naona hapa maelewano yapo. Ningewakuta mmoja amevimba huku, mmoja kananiliu, ingekuwa vizuri. Mkija kugombana mtakuja kusema nyumbani au mtaiteana maiti kule kwa elimu. Basi hata ule. Wanaume wote walioja barabarani anapita na baruza tu katafunua anajichenga. Haki ya Mungu. Sasa naye shoga yetu anapendaje sehemu ambapo asipopendwa? Yanamzuzua mapenzi aambiwi, asikii wala afanyeje. Yaani kazi bure huyo mnanda ndo kamfunga mwanaume malaya hatari. Ila ndo mwenyewe kapenda shoga yenu yule, kapenda tena. Basi mwacheni azidi kudidimia chini kama kazani. Aibu na wanambie.
Nika mdogo wangu. Abe kaka. Hii baskeli nilinunua kwa sababu ya wewe kwenda gengeni na kufanyia mahitaji mengine hapa nyumbani. Lakini inaweza ikapita siku 3, siku 4 baskeli sioni na ikirudi ndio inarudi hivi. Huu mkalio hapa mipira mtupu. Huku upepo umetafuna maana sio kuishi. Na mmekuja mmechagamisha hapo. Leo ina siku ya pili toka jana. Narudi na ikuta iko hapo. Leo nimeamka asubuhi na ikagua iko hivi. Wewe ukitaka kwenda gengeni unafanya? Hiyo baskeli hiyo alikuja hapa kwa Zima Nyamshati. Kwa hiyo mimi nikitaka kwenda dukani natembea tu. Lakini sio malengo hapa mbali hapa. Mpaka kufika kwa dukani. Unajua sisi tuko mabondeni huko. Ndio. Sio malengo. Lakini sasa tuachane na hayo. Nicho kuitia hapa mdogo wangu kitu kingine. Sawa. Una wifi yako atakuja. So, una wifi yako atakuja hapa. Nikiwa nimetoka wewe utapokea. Sawa. Umenielewa? Utamkaribisha, utamwambia tusubiri mpaka atakaporudi. Sasa kaka, wifi au mawifi? Maana hata wifi ambaye labda niseme wifi ambaye ni mjuu ndio wifi mimi kweli sijui. Kwa yani wifi walokujaga na kuondoka wifi gani? Maana sielewi. Ndugu wangu, nimekuambia wifi yako atakuja. Wewe mwanamke atekee kuja hapa ujue wewe ni wifi yako. Hatuna ndugu wa kike sisi, kwetu mwanamke uko peke yako. Sio, umenielewa? Wewe wifi yako lakini ni mpya, hujawahi kumuona kwenye macho yako na ndio kwanza atakuja leo hapa. Sio, umenielewa? Mwanangu. Nimeenda kuangalia kibarua kwa mwanangu nimekosa mwanangu. Sasa hivi mishi zenyewe unafanya peke yako. Unachukulia poa mwanangu. Sema ni baridi tu tukataane hivyo hivyo. Sasa mwanangu kama shigana ndo kuna ndugu yangu. Leo uko na kwa mama nani ile? Siku kwa soe. Sasa baridi, sema Mungu ningefanya sasa baridi mwanangu. Usimaliwe mazingira fulani. Jamani mambo zenu? Poa mzima. Nilikuwa na shida na ile rafiki yenu nani? Mapoi. Mapoi. Mapoi kajikata tangu muda sema kwa alikuwa naye. Tangu kaondoka hadi sasa hivi ongea naye tangu yani shida kwambiaje yani mazingira fulani. Basi ngoja mimi niende zangu hivi niwaache. Mimi nimekuelewa. Lakini sasa kaka unajua ndo mkubwa. Mimi hapa mdogo. Na mimi ni mtoto wa kike. Sasa sijui hapo unanifundisha nini? Maana tangia ni watu wanaoingia wanatoka, wanaingia wanatoka, hata kama mkubwa akosei. Ila mimi ndo nakaa kaka unakosea. Maana mimi simjui wifi yangu kabisa. Wewe una wifi yako kabisa. Kwenye maisha haya wewe hauna wifi yako kabisa. Alafu sikiliza, sio kwamba wanaume wote wapo kama mimi nilivyo. Kila mwanaume ana machaguo yake kwenye maisha. Nikwambie kitu. Mimi nina imani zangu binafsi na wao wengine wana imani zao binafsi. Wao wataamua kutulia kwenye mahusiano. Mimi nimeamua kuto kutulia na kuchakaza. Kwa sababu ndugu wangu, usiamini kila atakayekuwa kuwa mbele yako ni sahihi. Na kingine labda tu nisiongelee sana hayo mambo kwa sababu wewe bado. Utayari wako wewe utaujua wewe mwenyewe. Machaguo yako wewe utajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo sitaki niongelee sana kwenye hizo point kwa sababu mimi naamini kile ninachokifanya mimi kwangu kiko beta zaidi kwa sababu maisha ambayo naishi nahitaji wewe uishi vizuri, nikuhudumie vizuri mdogo wangu, ufike mbali. Nikimchukua mwanamke nikamwoa nikamweka humu ndani, omba asiwe mganga. Akiniwekea madawa nje sikuhudumie wewe. Nikimchukua mwanamke nikimweka humu ndani nimemuoa, asiwe mtu wa nongo. Akiwa mtu wa nongo huko ndani tukikala nipa vizuri, mzalau mdogo wako nitakutimua humu ndani. Na ndio maana maisha ninayoishi mimi naishi kwa ajili yako. Yaani hii nyumba
nikiondoka mimi, wewe ubaki hapa, usije baadaye ukaolewa unateseka na waume zako. Sina mpango wa kuoa leo wala kesho. Na kingine tu, usitaki kutia neno. Nakuona tunaenda kutia neno. Wewe fanya hivi nilichokuambia, nilichofuatilie maneno yangu niliyokuambia, naomba uingie ndani. Tumemaliza. Sawa, kwa kweli ndo mkubwa. Na mmoja jua unakosea. Nipo ndani. Unaanza kuniuliza vitu visivyoeleweka hapa sasa hivi. Sio umeshaanza kukua. Watu wanaweza kuananiliu magodi hayo sasa hivi unaanza kuyaona makubwa hayo. Unaona unaanza kuuliza tu mara hivi wifi sio unakotoka huko na watu tunasimama nao barabarani. Na nikimjua nika mama yangu. Huyo nitamtumbua masikio miguu mpaka bandama. Lazima nimtoe roho ya pili. Aje kuchezea mdogo wangu hapa. Mimi sinaona ninavyochezea hapa wanavolia. Wewe uende ukawalilie watu. Kasi ameisha. Wewe twende. Takuonesha kazi. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your